Abeba. Binti zangu, nimewaita hapa na mazungumzo na nyie. Kiukweli huu utaratibu wa maisha mnaokwenda nao, haswa wewe Halima, mimi sikubaliani nao kabisa. Kwa upande wako wewe Najma, sina shaka sana, ila kwa upande wa dada yako hanifurahishi hata kidogo. Nyote nyinyi mnajua kabisa familia yetu jinsi ilivyo, familia yenye maadili ya dini. Sasa wewe inakuwaje utoke hapa ujichukulie sheria wewe mwenyewe ujipeleke kwa mtu ukaishi kama mke na mume bila kuolewa? Uliona wapi? Yaani unashindwa kumwambia yule bwana kama kweli anakupenda, si aje hapa mimi niwaozeshe? Mwambie twende kwa baba tukafunge ndoa. Mimi sina makuu, muolewaji ni wewe. Sasa wewe ndio utataja mahali yako kiasi gani. Sasa unaenda kuoa. Uone kama mwanangu unanidhalilisha mimi. Unanikosesha amani. Mimi ni mtu wa dini, swala 5. Kuna wakati mimi hata msikitini ule pale wa karibu naogopa kwenda kuswali. Ni bora nikaswali msikiti wa mbali. Kwa sababu naonekana mimi kama namwaga maji tu. Wale wazee wenzangu pale, waumini wenzangu wanaona huyu mzee jauni. Mzee yeye anajua masuala ya dini, alafu yeye binti yake anaishi na mwanaume huko kibweni, anaishi kinyumba tu. Kweli ni mazuri haya? Kwa hiyo ndio umerudi kufunga, si ndio mama? Ndio. Kuna Mungu Ramadhani? Hapana. Mungu yuko muda wote, milele na milele. Tutakufa, tutafufuka, Mungu yupo. Tia nia, Mungu akusamee. Ukifunga, ukiswali, astaghfiru, umemkosea sana Mwenyezi Mungu. Sawa mama? Naji, ongea na dada yako. Lakini baba, mimi nishaongea naye wana kibao tu, ila hataki kunielewa. Mimi naombea dua watoto wangu usiku na mchana ili mpate kuolewa. Hiyo pesa nafanya maandalizi ya iftari. Lakini baba, vitu vimepanda bei kabla ya Ramadhani. Hii hela haiwezi kutosha iftari wala daku. Halima mwanangu, iftari ni kitu kidogo sana. Iftari ni kitu chochote ambacho cha kwanza kula wewe baada ya kutoka kwenye somo, kuonyesha kwamba sasa umefungulia. Tumeshaambiwa tende ukipata maji au tunda tu hata kipande inatosha. Lakini watu wengi sana wanaamini kwamba iftari ni kupika majungu makubwa, mihogo, ndizi, si madiko gani hayo, matambi ya nini yote hayo. Kwa hiyo mimi nakuomba tu mwanangu, kanunue maharagwe, mwihagawe sehemu 2, nusu tutafanya iftari, nusu yatatumika kama mboga ya daku usiku. Ila kama mtapata muogo japo mmoja au tambi sio mbaya. Dada, kuna mchele ndani, ule mchele utatosha mwezi mzima. Basi itatutosha. Najma mdogo wangu, nataka nitoke. Unataka kwenda wapi? Mishimshi zangu. We Halima we, maneno yote aliongea baba jana hujaelewa eh? Unataka kutoka sasa hivi uende wapi na Ramadhani yote hii? Si umefunga wewe? Ndio maana nakwambia wewe, baba hata ya muhusu wale. Kwanza nimekumbuka. Unafunga na kusali, baba akijua. Shaanza tena. Wa mzee, Wasogodo nimemkuta. Kijana, mbona sikuelewi? Bullshit kabunyao mzee, wa mwanamke nimemkuta. Wewe na mwanamke nyumba hii? We Halima, wewe sio shemeji?
Ndio. Sasa itakuwaje? Ndio nikamwahi kwao. Mzee, naona 32 wachekelea maovu au sio? Mimi 23 huzuni sichekelee maovu hata siku moja. Mtolewe mwanamke ndani. Kijana, unajua hizo bangi zenu za kuvuta mchana na jua kali, ukizingatia huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, lazima zitazibua. Matokeo yake ndio hayo unalopokalopoka. Sitaki kusikia mzee zote, mtolewe mwanamke ndani. Astaghfirullah. Halima! Halima! Hayupo. Najma. Njoo. Unamjua? Nakuuliza, unamfahamu huyo mtu? Unifahamu au sio? Unajifogetisha kabisa, unagongelea msumari. Wewe mimi unijui mimi. Oe, kwanza tolee sogodo mwenzio ndani humo. Ndolee sogodo mwenzio ndani. Mzee, mimi natoka hapa. Nikifika kabla yake, mjiandae kufunga turubai hapa. Asalamu alaykum. Umekuwa Mwarabu au sio? Wewe ulikuwa wapi? Mimi natoka huko Kusangalai na kuja hapa unipikie msosi sikukuti. Ulikuwa wapi? Ramadhani baba. Au sio? Ramadhani leo unaniambia Ramadhani kwa lazima kusema kwa lazima nao simfungo ule. Sitaki mambo mengi wa nini zama ndichi. Usiniguse, unanitengua uzu. Wewe uone mwezi wa Ramadhani? Leo hii ndo wajua mwezi wa Ramadhani. Ile kipindi kile kwa lazima kujua kwamba ule nyewe mfungo kama mfungo wengine. Zama ndani, sitaki mambo mengi, zama ndichi. Mpenzi wangu, kama kweli unanipenda, naomba twende kwa baba ukanitolee barua. Nikakutolee barua nikute kama leo mkutandui kwenda kutoa barua kuambiwa mahali milioni 2 msingi wa ng'ombe ujue. Mwisho wa siku akuja kutoa mahali na kukutana mshamba na wapiga visu wote mlale afu ngumi matatizo baridi tu. Zama ndani. Mimi siwezi kuingia ndani. Buba. Kuna mawili uchague, kuzama ndani nisonge ugali au uende kwa mzee wako. Mbona makilele jamani mchana wote? Ushida nini jamani? Si huyu mimi achukulia baridi ifi yako. Yaani mimi natoka huko Kusangalai kutafuta maisha ya lodi na kuja hapa simkuti. Namuuliza vipi anaelekeza Ramadhani baada ya kuja kusongea ugali anachukulia baridi ujue ifi yako. Kwa hiyo wewe ni mwezi au? Au unajitoa akili? Au unaona kama mwezi umeandama? Sister anayechekelea maovu 32 Mimi 23 huzuni sichekelee maovu hata siku moja sister. Kipindi kile kwa lazima hujamwambia kwa lazima leo naona Ramadhani nayo achekelea maovu au sio? Mimi kwa lazima inanihusu. Inanihusu? Mimi Muislamu na ndio maana naongelea habari za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mima, zama ndani. Sasa wewe uchekelee maovu. Huyo shetani mwenyewe mwezi wa mtukufu ashekelee maovu. Wewe nani mpaka hivi vitu viruhusu? Binti, hebu naomba nenda nyumbani. Mima! Chagua moja katika mawili, kuzama ndani unipikia ugali au kwenda kwa mzee wako. Unaondoka Mima au sio? Sikia, kwangu mimi mapenzi sitia daladala. Kwamba ukitoka wewe kuna mwingine anakuja afu sitaki lawama baridi tu. Bullshit kabunyao jitenge usiondoka. Bado poa. Nisikilize mtoto wewe. Kama uchafu wako kipindi cha mwezi wa Ramadhani, kafanyie huko, sio kwa nyumba ya baba yangu. Wataka nyumba iungue moto. Afu sisi tunakula wapi? Serikali ya mtaa au kituo cha polisi? Dadako unanijua kindaki. Mimi na ushungi wapi na wapi? Lakini ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, lazima kuna vitu vingine tupunguze. Mnanyanyasa kisa hichi kibanda sister. Nitakuja kuchoma moto afu mwenyewe niondoke baridi tu popote mimi naishi. Sasa wewe ni msela wa kisasa, mimi muuni wa zamani. Kama unajimudu, nataka nikuone leo tie nyumba moto. Pumbavu wewe. Maana unataka kunipanda kichwani mtoto mdogo wewe. Nimekutawaza mwenyewe sasa uje unisumbue akili mimi. Hebu tia moto nikuone. Jaribu. Sister achukulia baridi au sio?
Unakaa unamtetea wewe ukisha uwali, baada ya kunitetea mimi ndugu yako unachukulia baridi sister. Sasa umesema nyumba nichome moto, mimi nachoma moto alafu hamna mtu wote kunisumbua. Kwamba nachoma moto alafu popote naenda naishi afu baridi tu mwenyewe balia ile ile. Wewe unachukulia baridi sister. Bado poa kwangu mimi ubabe, tuone kama siku ya leo itapita hapa mimi nachoma moto. Alafu baridi tu hamna mtu anasumbua. Najma binti yangu. Amen. Nilishawaambia wewe na dada yako. Mkiona mimi nimechelewa kurudi kuswali magharibi, nianze na kufuturu. Baba, ndio useme kwamba ukishafuturu hata maji tu hiyo kile ni kama chakula tu cha kawaida. Kweli? Mafundisho ya Mtume anasema hivyo. Kama futuru ni kile ambacho cha kwanza, chakula cha awali. Ila vile vile ametufundisha tusiwe tunachelewesha kufuturu. Sawa mama? Sawa. Wewe dadako kwa? Nakuuliza wewe dadako yuko wapi? Au yeye akufunga? Hataki kufuturu? Sijui yuko wapi. Unamfichia siri? Atakuwa kaenda kwa huyo muhuni wake, si ndio? Hivi nyinyi watoto nyinyi, mnataka sio mimi, yani nifanyeje? Yani nyinyi mnataka mnipatishe dhambi. Mwezi wote mtukufu huu wa Ramadhani, unaacha kumlilia Mola wako, ukafunga somo yako ikubalike, ukafuturu na familia yako kama hivi, unaanza kwenda huko mapamba nje huko. Kuna nini huko? Sasa anachofunga ni nini? Ha? Baba, simesikia mwanaume akishafiwa na mkewe ana ruksa kuoa mke wa pili. Baba, uko sawa? Kwa hiyo nyinyi mmechoka kunihudumia, si ndio? Hapana baba. Mimi nasikiaga tu kwa watu, hata chuo wenyewe tunafundishwa. Najma binti yangu, ni kweli kabisa. Kwa mujibu wa mafundisho ya dini, mwanamume akifiwa na mkewe basi ni ruhusa kuoa. Hata siku hiyo hiyo ikiwezekana, akarudi tu kumzika mke wake na siku hiyo hiyo akaoa. Baba, siku hiyo hiyo? Sheria ndio iko hivyo. Ingawa watu wengi ukifanya hivyo watakushangaa, na sidhani kama kuna mtu anaweza akafanya hivyo kwa dunia yetu ya leo hii. Mwanangu, sio kama sitamani kuoa, ila mimi ningependa nyinyi binti zangu muolewe kwanza mpate nusu, alafu na mimi ndio nitaoa, na nafikiri hapo sasa ndo nitaishi kwa amani kabisa. Baba, sasa ukioa sisi tukishaolewa tutamfaidije huyu mama? Mtamfaidi tu. Si mtakuwa mnakuja hapa nyumbani kumsalimia? Kwani hata mama yenu angekuwa hai msingeolewa? Mngependa nimuoe mwanamke wa namna gani? Mtu mzima au kijana hivi? Yaani baba, ukioa mwanamke mdogo tutaona aibu hata kumwita mama. Mimi naona tu bora ungeoa watu wa saizi yako. Basi inshallah wakati ukifika
nitaoa, ila kusudio langu ni lile mpaka nyinyi muolewe. Kama hamjaolewa basi na mimi swala la kuoa tena halipo. Ngoja tumsubirie mama yetu. Ila huyu dada yako mimi kusema kweli hanifurahishi kabisa. Yaani mimi naomba usiku na mchana watoto wangu mpate waume waliokuwa bora, muolewe, mkae na familia zenu. Ni anakuwa kiruka njia kweli. Alafu kizingatia hata huu mwezi mtukufu wa Ramadhani wanashindwa kweli kukaa kustaghfiru. Huu mwezi wa toba watu tunalia, tunamlilia Mola wetu. Yeye anafanya mambo ya kiuni kweli. Sikitika sana. Ndio mwanao yule na Mungu, mimi nikiongea naye asema wewe bado mtoto, hujajua bado. Tafanyaje?